Hiya guys, back to our YouTube channel. Thanks for your great support. You see guys, Raila Amolo Odinga alikuwa anafikiria kwamba yeye ndo Mungu wa Wakenya. Yeye akisema chochote kila Mkenya atakuwa anafuata. Yeye akisema hivi right, Wakenya wataenda right. Akisema left, Wakenya wataenda left. Akisema yeye anatoka kwa William Ruto, so muni support, eti Wakenya wanafanya venye atakuwa anahitaji. I can tell you, kumeharibika. Raila Odinga is coming complaining that wale ambao walimpiga viti upande wa Kisii County akiwa kwa ODM celebrations at Kisii County, eti wote wanaenda kuwa arrested. Raila Odinga amekuja complaining. Are you ready? Members of the press. You see guys, ile drama ilifanyika pale na kuambia kumechemuka. Kumechemuka vizuri tena zaidi. And Raila Odinga alikuwa anafikiria ya kwamba yeye haendi kusupport President William Ruto 2027. Sasa eti Wakenya watafurahia na hilo tamko lake, kisha waanze kumsupport again. But I can tell you, ODM party imeanza kudidimia. Na Raila Odinga ana regret. And that's why in this video anaongea kwa hasira. Jana drama ilifanyika pale guys. Uwezi niambia tena Raila Odinga hako na usemi hapa nchini Kenya. Story yake imeisha. Hiyo ni Nyanza region. Story yake imeisha. 2023 guys. Rigathi Gachagua akiwa deputy president, William Ruto used Rigathi Gachagua to make sure anamalizia Raila Amolo Odinga wakati ambapo alikuwa anafanya protest. And now Raila Odinga, baada ya his vehicles kuwa stoned, unaona watu wangu, na pia zingine zikapigwa marisasi, Raila Odinga akawa ana blame Rigathi Gachagua because yeye ndo alikuwa under control. Yeye ndo alikuwa na control wakati William Ruto alikuwa amesafiri United States of America, akaachia Rigathi Gachagua ushukani. Raila Odinga kaanza blaming Rigathi Gachagua kwamba yeye ndo anapanga magari zake zipigwe marisasi, humiliate during demonstrations. And now, nataka niulize Raila Amolo Odinga, ni nani yako behind hii chaos ambayo ilifanyika pale Kisii yesterday, na ndo ameanza kulalamika sasa? Ni nani yako behind it? Wakenya wamejamu na kuambia, ensure ume like video, na inasema thanks for your great support, nyinyi ni watu wa nguvu zaidi. And now in Kisii, drama ilifanyika pale. Kumbuka hii meeting guys, ndo iliweza kufanyika upande wa Busia County, ikihostiwa na Dr. Paul Otuoma, governor wa pale. The same meeting ikafanyika upande wa Kakamega County, ikihostiwa na Ferdinandas Barasa, governor wa Kakamega County. And the same meeting inatarajiwa kufanyika upande wa Mombasa County, ikihostiwa na governor wa pale. And now ikahostiwa Kisii County na governor wa pale, Simba Arati. I can tell you. Na ukiangalia hii meeting, it is just a way. Wanajaribu kuplan ama kuprepare a way for Raila Amolo Odinga. Angalia mambo sana. Wacha kutupa vitu tafadhali. Wacheni kutupa vitu. Jeshi ya Raila Amolo Odinga. Jeshi ya baba. Wagi ya baba. Baba. Sini wa baba. Gavana wetu Simba Arati. Jeshi ya baba. Jeshi ya baba. Wewe kijana, wacha kutupa vitu hapa. Security ingia hapo ndani. Shikilia selector. Sini wa baba. Jeshi ya baba. Wewe hapa utafanya adabu. Weka hiyo kiti chini na usijaribu kurusha chochote hapa. Unafikiri tumekuja kuchoma mahindi hapa? Weka hiyo kitu chini.
Ala, wangapi wanakaribisha naibu wa kinara wetu Paul Simba Ara? Jeshi ya baba, selekta tuende kazi. Selekta, jeshi ya baba. Selekta, jeshi ya baba. Jeshi ya Shikilia baba. selekta, shikilia. Shikilia selekta. Wewe sikiliza. Hii sherehe huwezi simamisha. Wacha nikuambie, haiwezekani. Wacha kurusha hiyo kiti kwanza. Wacha kwanza wewe. Wacha. Wewe. Haya, sawa. Haya, sawa. Haya. Sawa. Wewe. Wewe sikia. Hiyo kipindi unajaribu ni ya zamani. Ilipitwa na wakati. Sisi watu wa chama tunajijua. Tunajijua tujijui. Tunajitambua tujitambui. Haya, weka hiyo kiti chini. Maafisa wetu wa usalama, tuko na katiba na mnajua kuifuata. Haya, ili tuone wageni wanavyoingia, kwanza weka hiyo kiti chini nani. Chris. Asante. Weka hiyo chini kwanza. Hakuna kitu mpya chini ya jua. Hakuna kitu mpya. Hii sherehe itafanyika vile ilipangwa. We nani, weka kiti chini bwana. Ni nini? Ulikuja kukalia kiti ama kubeba kiti? Weka hiyo kiti chini. Huyo amebeba hiyo ya blue hapo katikati huyo. Wewe, weka hiyo kiti chini wewe. Haya, jeshi ya baba. Shikilia. Tuko sawa. Tuendelee tusiendelee. Ule ametuzuia kuendelea ni huyo amebeba hii kiti moja hii. Hii kiti moja hii, huyu ndio ametuzuia. Huyu ametuzuia ni huyo. So now mambo yakawa vice versa to Raila Amolo Odinga. Viti vikaanza kutupwa, watu wakaanza kulingana na viti, wengine wanavunja, magari zinadamejiwa, yani yakaleta hasara kubwa zaidi kwa hiyo mkutano ya Raila Amolo Odinga. Naitwa Junet Mohamed, tayari amewasili. Nani Swanga kama na Mahoma Bay. Mheshimiwa Simba Arati. Kama na Simba Arati. Junet Mohamed. Mama Nani Swanga. Jeshi ya baba.
guys, the way Raila Odinga alikuwa humiliated, pale hakukuwa kuna kalika. Na kuambia, Raila Odinga pia mwenyewe asharealize ya kwamba nimekataliwa. Nimekataliwa. Anikumbuka hiyo county, ni ile county mtoto wao pia anatafuta urais 2027 ambaye ni Fred Okengo Matiang'i. That's why I wanted to listen to Uhuru Muigai Kenyatta wakati ambapo alikuwa na speak yesterday. Of course nilikwambia guys, siwezi nikakuwekea video moja, lazima nikuchezee kadhaa ili uweze kutambua ni nini inafanyika. And kufikia hapo pia usisahau ku like video ili YouTube community waweze kurecommend kwa watu wengi. Uhuru Kenyatta, the former president of the Republic of Kenya, alijamu yesterday. Sikiza. Ndipo nilikuwa nawaambia hii story, watu walikuwa wanazungusha sijui hustler, sijui huyu ni mtoto wa single mother, si huyu ni mtoto wa dynasty. Mimi najua watoto wangapi wa single mother ambao wamesoma vizuri sana na wameendea. Lakini kusema ati wewe adhabu wewe umezaliwa na single mother, hiyo ndio qualification yako ya kuchaguliwa. Hapana, njoo uambie wa Kenya ni nini utawafanyia. Pahali popote umezaliwa, haja ni nini unawafanyia. Anyway, hapana. Now, mimi najua kuna hapo ugomvi kati ya Uhuru Muigai Kenyatta and Rigathi Gachagua. And that's why unaona Uhuru Kenyatta anasisitiza baada ya kurealize ya kwamba Rigathi Gachagua is trying to abandon Fred Okengo Matiang'i. Unaona utong? And that's why amekuja supporting Fred Okengo Matiang'i ili atumie hiyo ticket ya Jubilee Party. And don't forget, Uhuru Kenyatta pia ako na mado. He can just support Fred Matiang'i. Of the people exercised either by members of the party like we are here today, or by the citizens of a democratic nation through the ballot box. So it is my hope that from today we shall see the end of machinations and the start of a democratic process, because it is the people who will decide. Sio watu wachache kujifungia pahali ama watumwe na watu wengine, kwa sababu tunajua hata hawa ni kutumwa, walikuwa wametumwa. Ni wananchi, members wa chama ambao watachukua hatua na decision ya kutueleza mwelekeo wa chama utakuwa mgani, sio watu wachache pahali kidogo huko. So 3 years ago, at the end of a hotly contested general election, and amid an atmosphere of hostility, not only to our party, but to myself, members of my family, and members of my administration. But despite that, I stood at this same venue, ready to begin a process that should have been normal in any mature democracy. A process of rejuvenating our party and infusing it with new leadership, a new crop of leaders inspired by a new generation who would craft our party's future as well as our shared vision for our country. After having handed over the reins of state to a new administration in a peaceful and orderly manner, as you all witnessed, I expected the same for our party. Unfortunately, this was not to be, for reasons as explained. Ladies and gentlemen, I have been in active politics for the greater part of my life, 40 years plus. I have seen it's good, I have seen it's bad, and even it's ugly. But at every juncture, I have always tried to do my best
in the spirit of service to my party, but most importantly, service to this country that I love. I have both lost elections and won elections, taking each in my stride, learning that in politics, you can never be led by bitterness, anger, or hate. That only deviates you from your mission and vision. TV, and I said that Matiang'i was a project. Yes, you did. Mm-hmm. And I now want to repeat the same situation and the same message. And you had His Excellency Kalonzo Musyoka yesterday when a question was put to him by Kituku about how he views his partners. He said he's still learning him. He never associated with him when he was in the ministry, and he's now trying to take an opportunity to learn him. But you know what they say, when you see something like that walks like a duck, quacks like a duck, waits like a duck. It's not a camel. It must be a duck. Now, look at the events and the unfolding events that led to the alleged unveiling of Fred Matiang'i as a candidate. Mm-hmm. First of all, he ran away from the country when there was an attempt to arrest him on corruption charges about the Ruaraka land. You remember? Well, wait, hold on a minute. Yeah, let me take you through the memory lane. Mm-hmm. Let me take you down the memory lane. He ran away when there was an intervention by the Kisses leaders. That is when he went to the New York, and he said he's now working with the World Bank. Then all of a sudden, hype is created in the media, and then all of a sudden a man emerges, oh, I won't be the president. Remember, when he came back to Kenya, his case had not been terminated or even filed in court. But even when he was not even seeking for president, at that particular time, the government was pursuing him. Mm-hmm. Today, the government is cozy. They are not pursuing him whatsoever. It seemed to have forgotten that there was a Ruaraka land issue and there was the Rivayala issue. Nobody is pursuing him. Then when he comes, he starts associating with individuals who are not speaking the language the Kenyans are speaking. Who are these individuals? Kenyans are speaking the language of wantam. And then he comes and then he said that, oh, this is going to be the Jubilee presidential candidate. He's fronted by people like Kioni, who once associated with the wantam movement and later left. Then he goes to Kisii. He finds Simba Arati, the governor. He is welcomed, and his meeting is well financed and well greased by the power that be. And all of a sudden we think, here is a big man with big clout and big supporters in Kisii, without knowing the underworks that were taking place for him to be in a position to hold that meeting. But Ndegwa. Yes, let me just finish one thing. Then his associates then say, we do not want one term in Kisii. We make arrangements with him, the opposition. When we took the tour to Mombasa, the next tour was supposed to be Narok, Kisii, Nyamira, Western, Kisumu, Western, that circuit. He was in the US that time. He said, okay, musifanye hiyo safari kama sijakuja. So we waited for him, only for him to come and cancel that trip. To date, you see him venturing in the mountain, but he has never ventured in his own, he does not want us to venture in his own town. Now on Monday, you can see what he has done. So we do not consider him as an honest partner. That must be said. Then look at what he does when he goes to Kajiado on Sunday. He addresses a man who has been at the helm of this country in a very disparaging and disrespectful way. He says, mimi ni mfanyikazi, nyinyi ni watu wa mastori. You remember that thing? What he did? And then you wonder, you are a political novice, a political greenhorn, and then you want to lecture those people who have been here and playing the game? He cannot be trusted. Ndegwa, there is also a feeling out there that
Fred Matiang'i has been called upon by Kenyans to run for the office of presidency. Yes. And that the opposition where you belong, Yes. the group of individuals who've coalesced themselves together to form now the alternative opposition, is that grouping of the big boys who've been in the game for a very long time and have not done anything for the country. Yes. And even now that Matiang'i is B, you're saying you do not associate with Matiang'i, many are saying is because your crew is afraid of alternative. We are not afraid How of would him. You respond to that? You see, how would we be afraid of Matiang'i when he does not even have the numbers? What speaks in politics is the numbers. It's not the ministerial preposition